rais wetu mstaafu Uhuru Kenyatta, mimi nilifanya kazi na yeye nikiwa waziri wa mashauri ya kigeni, yeye alikuwa waziri wa finance wa Mwai Kibaki. Mzee Moi alistaafu. Alipotoka, wale ambao wazee hapa mnaelewa, mulisikia Moi hata akiaddress nursery school. Moi alistaafu akaenda nyumbani, tulikuwa tunamuona kwa kanisa yake Jumapili peke yake. Aliwachana na siasa. Na hiyo ndiyo lazima rais mstaafu afanye. Kibaki alistaafu. Mlimuona Kibaki akitukanana na watu? Mzee alienda kwa heshima, akakaa mpaka Mungu akamuita. Tukaenda Odhaya, tukatoa heshima yetu ya mwisho. Moi ambaye wakati alitoka Wakenya walikuwa wamechoka kwa miaka 24, akakaa until when he passed on, we buried Moi as a hero. Kila Mkenya kule bunge watu walipika foleni ya kilomita 5 kuja kuona Moi kama amelala bungeni. Sasa ndugu yangu Uhuru Kenyatta, mimi nikiwa wakili mashuhuri Kenya hii na spika wa bunge, nataka kukushauri kama ndugu yetu. Ulifanya kazi yako miaka 10, tunakutolea kofia, tunasema heko. Lakini utoe kielelezo kizuri kwa wastaafu marais, kwamba ukistaafu unakuwa mtu wa kushauri watu, unakuwa mtu wa kuketi na kunyenyekea na kula pension yako sawasawa polepole. Jana nimekusikia unaita wanasiasa wengine vinyangarika. Hiyo si heshima hata kidogo. Si heshima kwako wewe mwenyewe, si heshima kwa wenzako. Wewe ni rais, carry the dignity and the respect of a retired president. You are now an elder statesman. If the country is in trouble, we call upon you to call the country to order. If the country goes astray, we call upon you to bring the country together. How can you bring the country together if you exhibit bias, insult people, and talk about things that divide and not bring people together? Hii lazima tukwambie, kwa sababu baba yako alikuwa rais wetu. Yeye alikufia ofisi, kwa hivyo hakustaafu. Mzee Moi alistaafu, akakaa mpaka Mungu akamuita, bila kutukana mtu, bila kuingia kwa siasa, bila kuzurura nje na kuchokora watu. Mzee Kibaki hivyo hivyo. Follow that trend, follow that president, you live much